Yani hakunaga mwanaume anayemshushaga hadhi mwanamke wake, hata kama mwanamke wake hana hela. Yani hata kama mke wake hana hela, mwanaume hata siku moja hawezi kumshusha hadhi, wala hawezi kumshusha vyeo vyake kwa namna yoyote ile. Mke wake wa ndoa haipo. Lakini mwanamke akiwa na hela, mwanamume wake hana pesa, ni shida tupu. Kwanza watu watajua kabisa kwamba wewe si chochote, si lolote. Hata ukiwa mbele ya marafiki zake, si kwa marafiki zake wamekuja, anaweka tu kinabaga ubaga kwamba naishi na huyo, yani mpaka marafiki zake wenyewe wataanza complain, kwa nini unakaa na mtu kama huyu? Mtu hana mbele, mtu hana nyuma, hana kushoto, hana kulia. Wamama hao wakishakutana. Lakini mwanaume hata akikutana na marafiki zake anamheshimisha mke wake, yani anamweka wa kwanza mke wake, kwa sababu anajua mwanamke ni sehemu ya vile vitu, ni sehemu ya heshima yake. Lakini mwanamke anapoinuka, yeye mwanaume hajainuka, anaona kabisa hizi sio level zangu, hizi sio level zangu kabisa, na sio vitu vyangu. Yani shida inapowaganziaga hapo. Wa mama, kama unahisi kama mtu hukaelewi, kama mwanaume humuelewi, hakuna haja ya kusumbuana naye. Kwanza kumsumbua, baadaye ukipata unakuja kumdestroy, wanasema wenyewe, kumkashifu, kumshusha vyeo. Hiyo kitu haitakiwi. Kama mtu unaona kabisa utasumbuana, achana naye. Achana naye. Alafu kwenye ndoa hakuna kitu kinaitwa demokrasia. Sijui usawa. Kwenye ndoa hicho kitu hamna. Mwanaume hata kama hana hela, hata kama hana 100, lakini mwanaume anachokitaka ni heshima. Yani wewe kuwa na hela zako, mamilioni na matinto na mabilioni, lakini mwanaume hatakagi hizo hela zako. Ndio maana hata kama wewe mwanamke una hela, mwanaume hana, lakini kwa kile anachokipata anaisaidia familia yake. Lakini mwanamke pesa zake mara nyingi zinakuwa ni za kwake, na kwa ajili ya manufaa yake. Anafanyaga nini yeye ndo anajua. Lakini mwanaume yuko kwa ajili ya familia. Na wamama sio kwamba mpo kwa ajili ya familia, ila mnaanzishaga familia nyingine ndani ya familia. Yani umeolewa, una mume wako, lakini bado una matawi nje ya hiyo familia yako uliyokuwepo nayo na watoto wako. Ndio maana wamama, mnapoinuka msiinue na tabia zenu zisizofaa kwenye ndoa. Yani wewe kama una hela, basi hela ziwe ni za kwako, lakini maisha kwenye ndoa lazima yaendelee. Kwenye ndoa hakunaga usawa. Mimi nataka haki sawa, hakuna usawa. Yani hakuna usawa kwenye ndoa. Mimi nakataa. Yani nyote mkiwepo mko sawa. Yani mko level sawa, yani wewe na mume wako mpo sawa. Kimaamuzi mpo sawa. Hiyo sio ndoa. Yani hapo tuseme kwa nini? Hapo kuna tuseme ni hisani, labda tuseme ushirika, au nyewe mnakuwa ni mashare woroda. Yani kila mtu ana hisa zake. Lakini kwenye ndoa lazima mmoja awe hapo, mwingine awe chini. Yani katika mazingira yote ile. Hata mwanamke uwe na cheo gani, lakini ndio maana unabaki kuwa mke na mume anabaki kuwa mume. Yani hivyo vitu haviwezi kubadilika. Otherwise shetani anapotumia njia zake, anatumia maandiko hayo kuwatumia baadhi ya wanawake kujiaminisha kwamba pasipo kuwepo na mahusiano hakuna, yani vitu vinaweza kuendelea tu bila mahusiano. Sawa, vinaweza kuendelea, lakini usitumie hisia zako kuwashawishi wengine waone kwamba mahusiano si chochote, si lolote. Bila mahusiano hamna. Yani kama wewe yamekukuta kwenye maisha yako, yamekukuta wewe. Kama umeyatevyenga wewe na mfumo wako. Lakini usiwaaminishe watu kwenye mfumo uliopita wewe, yote na wengine wapite kwenye mfumo huo. Hapana. Njia za mafanikio ni nyingi sana. Njia za kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni nyingi sana. Sio kwamba njia yako ni bora kuliko njia za watu wengine. Hapana. Njia yako na maumivu yako yatabaki kuwa ya kwako. Na furaha zako pia zitabaki kuwa furaha zako. Furaha yako haiwezi kulingana na furaha ya mwingine. Mitikasi yako haiwezi kulingana na mitikasi ya mtu mwingine. Haiwezekani. Watu tunaishi, tunatofautiana. Kwa hiyo mwanamke unakuta kaumizwa tu, lakini
anaeneza chuki, anaeneza habari jinsi alivyoumizwa yeye, kana kwamba na wengine wanapitia hayo hayo. Hapana. Yaani wewe kama umeshindwa kuvumilia changamoto zako na umeshindwa kuzisolve, ni wewe. Lakini usiwapotoshe wengine kusema kwa bwana kwenye ndoa kuna moja mbili tatu, kuna hakuna. Yaani popote, yani wewe kama ni mwanadamu umezaliwa na mwanamke, basi changamoto haziwezi kukosekana. Haziwezi kukosekana. Na ukiamua kuseparate, basi separate kimpango wako bila kuiathiri jamii nyingine. Waone kwamba vitu vyote ulivyofanya kwamba kwako ni ubatili. Ulivyokuwa unavyoviongea mwanzo na unavyoongea sasa hivi viko tofauti, yani vinakinzana. Mpaka tunafika huyu ni mmoja au ni watu wawili tofauti. Kwa changamoto unazozipitia ni za kwako, usiwahusishe na watu wengine. Baki na changamoto zako, lakini kama ni kioo cha jamii, endelea kuelimisha jamii katika misingi inayoeleweka.